Ladies and gentlemen, karibuni tena kwenye kipindi chenu pendwa cha Inuka Umiliki. Mwongoza kipindi ni mimi yule mama yenu, Mama JJ. Leo ni siku mpya na nguvu mpya. Basi wapendwa, mada yetu mpya ya leo kwenye kipindi chetu inasema, kati ya pesa na watu utachagua nini? Narudia tena, topiki yetu mpya ya leo inasema, kati ya pesa na watu utachagua nini? Sasa kwa nini tumeleta mada hii leo? Kwa sababu tuko kwenye kipindi au tuko ndani ya kipindi cha Inuka Umiliki, ambacho kila siku tunajifunza, kila siku tunapata maarifa jinsi gani ya kwenda kutafuta au kupata ufahamu kwenye maongezeko, na ili tuweze kumiliki na kuinuka. Sasa na hii ni mojawapo ambayo inaweza katusaidia katika ufahamu wetu au kwenye kujifunza. Umeona, ndio maana nikasema kati ya pesa na watu utachagua nini. Sasa ili mimi ni swali naliachia tu kwako wewe, kati ya pesa na watu utachagua nini? Swali hili mtazamaji na kuachia wewe. Swali hili wewe mpenzi wa Inuka Umiliki na kuachia wewe. Lakini mimi tu nitajaribu kuchanganua vitu vichache tu ninavyovijua. Umeona, na wewe kuna vingine labda extra unavijua, au wewe ndio mwenye jukumu la kuchagua katika hivi tutakavyoviongelea au hivi nitakavyoviongelea. Basi wapenzi, nisichukue muda sana, tutaenda kwenye pointi yetu. Tutapata maarifa mengi au ufahamu katika vipengele. Tutakuwa tuna vipengele ambavyo nitakuwa navifafanua, umeona, lakini mwisho wa siku ni wewe ndio mwenye maamuzi ya kuchagua kati ya watu au pesa. Basi nakuja point namba moja. Point namba moja inasema kwamba watu, kwa sababu mimi hapa nitakiwa nianze kuelezea, nitaongelea thamani mbili tu, ya pesa na watu. Sasa mimi naomba niongelee thamani ya watu, alafu nitamalizia thamani ya pesa. Nikishamalizia hivi vipengele, the end of the day wewe ndio choice ambayo utaona inakufaa ni ipi. Haya, na thamani ya kwanza ya watu. Watu huleta mahusiano. Huleta mahusiano kivipi? Kwamba yani kwamba nature ya mwanadamu kuna mahusiano. Inaweza kawa mahusiano kati ya mzazi na watoto, mahusiano kati ya mke na mume, mahusiano mtoto na wazazi, au mahusiano yoyote ya kazi na marafiki. Umeona, I understand kwamba kuna wengine inaweza ikawa kuna vyanzo wamependea hayo marafiki zao, lakini huwezi ukaangalia mahusiano ya baba na mtoto au ya mama na mtoto ni kwa ajili ya pesa. Inaweza ikawepo, mimi I don't deny kama dunia hii kuna wazuri na kuna wabaya, na kwamba kuna wenye uelewa na wasiokuwa na uelewa. Dunia tumechanganyika katika wote, lakini mimi najaribu kuangalia vile vitu ambavyo viko normal na viko common. Umeona kwamba uhusiano wa baba na mtoto wale hauwezi kulenga sana kwenye pesa. Umeona sana. Sawa, anaweza akachagua kwamba kuna mahitaji unampelekea, lakini the love is just there. Umeona? Kwa hiyo kuna mahusiano ambayo watu ndio wanasababisha. Umeona? Unaweza ukasema siku hizi mahusiano sio mazuri kwa ajili ya pesa. Yes, it's just there. Lakini hata ukiweka pesa, sitaki nirudi kwenye pesa huko, nitaelezea vizuri zaidi. Kwa hiyo watu wanaleta uhusiano, mahusiano ambayo wanadamu tunayahitaji. Mahusiano kwa marafiki na kwa marafiki, wazazi kwa wazazi, ndugu kwa ndugu, umeelewa, my colleague by colleague, yani kwamba watu unapokutana nao kunakuwa kuna mahusiano. Lakini okay, ngoja niende kwenye point namba 2 hii, afu nishuke huko kwenye masuala ya thamani ya pesa. Sasa point ya pili, kwamba watu huleta upendo. Upendo tunautoa kwa wanadamu, kwa watu, upendo wa kweli. Lakini sasa unaweza ukachallenge hapo ukasema, ukiwa na pesa you can just do anything. Lakini ukiwa na pesa utamnunua mtu, lakini utonunua upendo wa kweli. Yaani the time uko na yule mtu, umeelewa vizuri, ni pesa yako tu ndio anaitaka, lakini upendo wa kweli unakuwa haupo. Lakini kuna upendo wa natural upo. Nenda vijijini utakuta watu hawana pesa, mazingira wanaishi yale yale, lakini wanapendana. Umeona? Sawa, mjini kumebadilika na vitu kama vile, lakini hiyo sio asili ya mwanadamu. Lakini ukienda kijijini utaona, umeona, kwa sababu unakuta maisha ya kijijini hayana competition sana kama mjini. Lakini this is the nature of human being. Hata huko alikoanza huko mwanzo kote, jamii ukiangalia babu zetu walikuwa hawana mambo mengi sana, waweza elimu kubwa, lakini upendo wa kweli walikuwa nao, wanashirikiana kwa kile kidogo walichonacho.
Umeona? Haya, nakuja point ya tatu. Point ya tatu kwamba watu wana ushirika kwenye jamii. Tunapoongelea watu wana ushirika kwenye jamii, kila mwanadamu anahitajika kuwa katika ushirika kwenye jamii. Unaona ule ushirika, kuna katika ushirika katika jamii ni kwenye kusaidiana kwenye matatizo, kwenye mazuri, kwenye kila kitu. Ukitaka uone kwamba pesa haina ushirika, wewe kuwa na pesa afu usihudhurie misiba, usihudhurie sherehe za watu, usifanye hivi. Hata kama una pesa, kuna watu wengi sana utakuta walishaona hayo matatizo, kwamba wanaona wana pesa, wanakaa kwenye mazingira ambayo waliowazunguka hawana pesa, lakini kwa vile wao wana pesa, walikuwa wazuri kwenye kuchanga, lakini kwenye lala, kwenye misiba, kwenye kuzika hawaendi, kwenye fanya nini. Unakuta akiwakuta wao, wanakuta watu wanasema yule aendai kwenye misiba, hawajali ile pesa ulionayo. Umeona? Japokuwa ulikuwa unawachangia, lakini ushirika kwenye jamii ulikuwa huna. Kwa hiyo is the time kwa wao utaanza ku revenge. Hawatojali kama ulikuwa unawachangia hela kubwa, lakini walichokuwa wanakihitaji muda ule ni pesa, ni ushirika. Umeona? Kuna muda hata tajiri anaweza akawa amelazwa na pesa zake, lakini anahitaji ushirika wa jamii, mtaa unaoishi, jamii inayokujua wewe, whether unapomwabudu Mungu wako au sehemu yako katika vyama vyako vya biashara, unahitaji, au kwenye vyama vya aina yoyote, kwa sababu kuna watu wana magrupu mengi, unahitaji wale watu that moment, kwamba wale watu wakufariji, au unahitaji. Ndio hapo unapoona umuhimu wa watu. Point namba 4. Point namba 4 inasema watu huleta furaha ya kweli. Watu huleta furaha ya kweli. Sasa katika furaha ya kweli hapa unaweza ukasema mimi naweza nikawa na hela nikanunua watu nikafanya nini, lakini pesa haiwezi kuleta furaha ya kweli. Ni furaha ya kweli inatokana na watu, na hiyo watu inatokana na jamii iliyokuzunguka. Ni kama nilivyotoa mfano, unaweza ukasema mjini kuna competition ya maisha mengi, lakini unaenda vijijini, there's not that competition, but you can see hao watu wana furaha ya kweli. Kwa hiyo hapo nimeongelea nimeongelea thamani 4 za kuwa na watu. Umeona? Kwa hiyo nakuja katika thamani ya kuwa na pesa. Tuangalie pesa ni nini kwa mwanadamu, au pesa na umuhimu gani kwa mwanadamu. Kwa hiyo tunakuta kwamba pesa ni nyenzo, au naweza nikasema pesa ndiyo chanzo cha kufanikisha katika mahitaji yetu tunayoyataka ya kila siku. Naposema mahitaji ya kila siku, inaweza ikawa bills, inaweza ikawa mambo mengi, lakini anahitaji kununua kitu. Unapoenda dukani huwezi kutumia watu, unahitaji pesa. Umeona? Lakini vile vile tumeona pesa inaweza ikanunua vitu. Inaponunua vitu haiwezi kuleta ile thamani kama unaweza kuipata kwa mwanadamu. Kwa mfano, pesa haiwezi kununua mwanadamu. Inaweza ikamnunua tu kwa muda ule tu, lakini baada ya muda mchache, kwa sababu there's no connection, kwa yule kwamba kunakuwa hakuna furaha ya kweli, kunakuwa hakuna upendo wa kweli, kunakuwa hakuna mahusiano ya kweli. Umeona? Kunakuwa hakuna ushirika wa kweli, kunakuwa hakuna furaha ya kweli. Hivi vitu huwezi ukavielewa mpaka ukutane na watu waliopitia katika sehemu ambazo wamekutana kwamba walitumia vigezo vya pesa, walijiaminisha kutumia pesa kwa ajili ya watu to buy people whatever. Hawakutegemea ule utu wao, hekima au na busara walioibeba juu ya watu. Wao tanguliza pesa. Sasa baadaye wanakuta mbona watu hawanipendi, mbona sina kibali mbele za watu, lakini ni nyenzo ya pesa ulioipeleka mbele. Kwa hiyo unakuta mara nyingi kibali kinakataa, au unaona vitu ni vigumu, lakini kutokana na ufahamu ulionao, ukijua kwamba money is everything. Nasema money it help us to buy vitu tunavyovitaka daily living, lakini sio kwamba kinaweza kutupa faraja. Lakini watu tunawahitaji, whether tuna pesa wala hatuna pesa, watu ni muhimu sana. Lakini hii mimi nimeiongelea tu katika vyote. The end of the day, katika maongezi haya, wewe ndio utachuzi, na wewe ufahamu wako unasimamaje. Kwa haya machache mimi naomba niishie hapo, ila nataka tu nikuachie useme hiyo unasema, heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni kubwa kushinda dhahabu. Basi wapenda, naomba niishie hapo, na wapenda sana 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 sana. Msisahau kusubscribe, kulike na kushare na kucomment. Have a lovely weekend. Bye.